Naomba kwa niaba ya ma-agents, whatever waliopo ndani ya Oman ama nje ya Oman, tumemwandaa Mr. Suleiman Al-Rashid. Kwa hisani yake tunaomba afike mbele walau kwa uchache, aje atupe mawili matatu kwa niaba ya ma-agents waliopo ndani ya Oman na nje ya Oman. Karibu Mheshimiwa Suleiman Al-Rashid. Huyu ni mwakilishi wetu ndani na nje ya nchi, kwa hiyo anazungumza kwa niaba yetu sote. Karibu. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Dada, mtaka nianzie pointi gani? Challenge gani nataka niongelee? Naomba kina dada mkiwa mpo kazini, mkipata challenge yoyote au matatizo yoyote, mjaribishe kuwapigia ma-agents zenu na kuelekea na kuambia matatizo gani ndio nayo. Ikishindikana unaweza kupiga ubalozini. Ikishindikana ngoma kazi. Usitoroke. Baada ya ubalozini kushindikana, usitoroke na kuomba nipigie mimi mwenyewe, nitakusaidia. Hiyo moja. Namba mbili ni kwamba nazungumzia kuhusu ma-agent. Mnapopigiwa simu na wakina dada na matatizo, msiwe mnawatukana. Kwamba mmetoka nyumbani maskini, mnafanya umaraya, mnaenda nini, haya yote mniachane nayo. Mwape maneno mazuri na tunaini. Pointi ya tatu. Namba ya tatu ni kwamba walioblokiwa unaweza kuja balozi na kupeleka leba na kuondoka. Nafasi bado ipo ya kwenda majumbani. Sio kama msamaha umeisha kwamba unaweza kuishi tena Oman. Hapana, unaweza kwenda leba na kutasafirishwa. Na ETDs zinaomba kwenye online. ETDs za kwenda Tanzania zinaomba online kama huna passport. Waambizeni wakina dada zetu, ukiwa mnasafirishwa jihadhari pale airport ya Oman. Kuna baadhi ya watu wanakuja na mizigo, wanakuja na cargo. Hizo cargo sio zao, utakudanganya kwamba mzigo wa baba yangu, mzigo wa mama yangu, sio ukweli. Wale watu wamechukua hela nje kwamba wao ni watu wa cargo, wanakuja airport, wanawabandikia nyinyi mizigo, ndio mnabeba ile mizigo, lakini wenyewe ndio wamefaidi kupata hiyo hela. Kwa hiyo mjihadhari na hiyo, na mwasikilisheni wenzenu wasikubali kuchukua mizigo ya watu. Asanteni. Asante sana, mheshimiwa ametuwakilisha vyema kabisa. Nadhani